broadcast left. Tuko tuna saa moja ya kupeperushwa moja kwa moja hewani ambalo limebaki. We are live on national TV. Tuko moja kwa moja hewani katika televisheni ya kitaifa. And also on international, they are streaming on the web. Na pia kuna wale wanatazama kupitia mtandao. The TV KTN is streaming this event live globally. Inapeperusha tukio hili kote ulimwenguni. And in any one day, na siku moja yote, last time we did this, wakati wa mwisho tulipofanya hivi, the viewership was historic. Watazamaji walikuwa wa kihistoria. Watazamaji walikuwa wa kihistoria. Watazamaji walikuwa wa kihistoria. So this is historic today. Kwa hivyo hii ni ya kihistoria leo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asante sana. Now you will hand it over to me. Now, sasa, glory, utukufu, Jesus, Yesu. Listen, sikiza. Where is the pastor? Yuko wapi yule mchungaji? Thank you, my son. Asante mwanangu. Njoo hapa. Thank you. I'm going to bless you in a moment. Stand up. Asante, ninakubariki kwa mtasimama tu. Now, sasa, I have said this again and again. Nimesema haya tena. The power of the gospel of repentance. Nguvu za injili ya toba. Hallelujah. 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 And I go all over the earth. Na ninakwenda kote ulimwenguni. From Canada, toka Canada, South Korea, Korea Kusini, all the way to Australia, kote hadi Australia, deep under New Zealand, kule ndani New Zealand, and then I come to Finland, the end of the earth on the other side. Alafu nakuja Finland, mwisho wa dunia upande ule mwingine. And I've said this. Na nimesema hivi. The power of the gospel of repentance. Nguvu ya injili ya toba. Vienna, Amsterdam, Germany, Italy, everywhere, Angola, it doesn't matter. Kila mahali Angola haijalishi. I have said nimesema that power has no political boundary. Hiyo nguvu haina mipaka ya kisiasa. You cross into another boundary, unaivuka kuingia mpaka mwingine, you find it still raining there. Unaipata ndani inanyesha huko. And so, basi it is in that context, ni katika tukio hilo, that the message has established here, ya kwamba ujumbe umeimarishwa hapa. And now, na sasa we have churches all over this country. Tuna makanisa kote katika taifa hili. Last time in Nakuru, you have seen the same events. Mara ya mwisho kule Nakuru umeona tukio hilo. When people return AK-47, shotgun, watu warudisha AK-47 na zile bunduki fupi. There is a miracle down there. Kuna muujiza kule chini. We have so many, the power of God. You pastors from abroad, you have to go back and prepare your country and invite me. There is too much power. Yes, I have to come to Italy. The power is power packed. Miracle there, miracle here. Listen to me. There is a miracle there. But listen to me, let's focus on one event. We cannot ignore the miracle of the Lord. But can I finish this? Now, this young man, you brought this weapon. When the gospel touched your heart, soma tu hapa mbele kidogo kwa jina la Yesu. When the gospel touched his heart, and he brought the weapon, and he knew that the man of God was coming here, that this pastor belongs to King's Outreach Church. Let me say it properly. Belongs to the ministry of repentance and holiness. Let me run there and give a gun to him and tell him to tell the man of God
is enough. Imetosha, imetosha. I am now coming out. Sasa ninatoka nje. And I'm now ready Na sasa niko tayari. to repent, Kutubu, surrender, kusalimisha, be forgiven. nisamehewe. Kwa majina naitwa Pastor Bernard Chikewakwila. Mimi ninachunga kanisa la Kaboi wa Repentance and Holiness. I pastor in Kaboi wa Repentance and Holiness under the ministry of repentance and holiness in Mount Elgon and Basso Trans Nzoia. in Mount Elgon na maeneo ya Trans Nzoia. That's where the Lord has given me burden Hapo ndipo Bwana aliponipatia mzigo to serve under Bishop Margaret Muru. kutumika chini ya Askofu Margaret Muru. I thank the Lord so much. Nami namshukuru Bwana So sana when we went mobilizing the kingdom of God ya kwamba tulipoenda kuhamasisha kuhusu ufalme in wa the Mungu interior parts of the land, katika maeneo ya vilindini ya maeneo ya bordering Kenya and Uganda, ikipakana Kenya na Uganda, we were preaching the gospel of repentance and holiness. tulikuwa tunahubiri injili ya toba na And utakatifu. this man was trying to sort it with him. Na huyu mwanaume aliguzwa sana He was kuhusu convicted by the power of the Holy Spirit. na alishawishika na nguvu za Roho Mtakatifu And he surrendered his heart to God. na akapeana moyo wake kwa Mungu And he said that is enough. na akasema yatosha, As inatosha. the mighty prophet the Lord has said, Ni jinsi ambavyo nabii mkuu wa Mungu and amesema, he brought the can AK-47 nimeleta bunduki ya AK-47 to me, kwangu mimi, though I was very afraid, ingawaje nilikuwa na but I knew this was the work of the Lord. lakini nilijua ilikuwa kazi ya Bwana. And I immediately contacted my beloved bishop Na papo hapo nikawasiliana na askofu who let them get some further arrangements. ili wafanye mipangilio And that's why we are standing here today for the glory of the Lord of God. Thank you, my son. God bless you. God bless you from time to time. I need to run now. Wabariki sana kwa sababu ya Just wakati briefly, I saw your text. I don't want to say, just say briefly, and then we go to the event, sema to the ceremony. kwa ujumbe wako umalize na First of all, kwanza kabisa I must say that the Lord has really used you now to cover the whole of that area. lazima niseme kwa